ni vijana takriban milioni 20.6. Nini kitakutofautisha wewe na vijana wengine? Kila kijana anataka kufanikiwa, lakini sio kila kijana amejitayarisha kufanikiwa. Kila kijana anataka kuwa mtu mkubwa, lakini sio kila kijana anaweza kulipa gharama za kuwa mtu mkubwa. Kila kijana anataka kufika mbali, lakini sio kila kijana yuko tayari kujinyima sasa hivi ili afike mbali kesho. Yako mambo matatu ningependa niwaachie ili tunapoendelea na mijadala ujitazame na ujiangalie kama unayo ili uweze kuyaishi kwa ufasaha. Jambo la kwanza, kila kijana hakikisha una ndoto kwa ajili ya kesho yako. Hauwezi kufika mahali ambapo hujapaona bado. Hauwezi kuona kitu ambacho ndani yako hakijakuwa bado. Duniani hauoni kitu kilichopo, unaona kitu unachokitafuta. Ndio maana leo ukisema nataka kumiliki gari ya aina fulani, ukitembea barabarani utaanza kuiona hiyo gari kwa wingi ulivyokuwa unaiona mwanzoni. Ndio maana leo ukinunua simu ya aina fulani, kila mwenye simu kama ya kwako utamgundua, utamuona, kwa sababu duniani hauoni kilichopo, unaona unachokitafuta. Kama uko na mpenzi wako, unapendana, naishi vizuri, utaona mazuri yake. Siku mkigombana, unajiuliza, hivi huyu na hili komwe nilikuwa nampeleka wapi? Lakini zamani ulikuwa ulioni. Zamani ulikuwa uoni ufupi wake wala uoni kichoko chake. Lakini ukishaachana utaona makosa mengi ambayo mwanzoni ukuyaona. Kwa nini? Duniani hauoni kilichopo, unaona unachokitafuta. Kwa hiyo fursa ziko hivyo hivyo. Tukikaa hapa leo, kuna watu wanasema hizi fedha bwana za watu fulani. Hizi wanazungumza, kuna watu washapangwa. Ukizungumza hivyo, huwezi kuona kitu, utaona giza mbele yako. Lakini ukiamua ukasema mimi mwaka huu 2026 ni mwaka ambao lazima nianze kitu changu mwenyewe, lazima nijiajiri, lazima nipanuke, utaanza kuona fursa nyingi zinazoambatana na ndoto ulionayo. Kwa wito wangu kwenu, hakikisha una ndoto ya maisha yako. Ndoto yako ndio mtaji wako. Ndoto yako ndio kesho yako. Na katika hili ningekusii sana, epuka watu ambao wanakatisha tamaa ndoto za watu wengine. Unajua saikolojia ya mwanadamu inasema hivi, kukiwa na jambo baya, kila mtu anataka kumjulisha kila mtu. Ila kukiwa na jambo zuri, mtu anakuwa anabaki nalo peke yake. Ndio maana mtu akiwa hana hela, akifika sehemu watu wakianza kuongea utasema, siku hizi hatuna hela. Lakini hajui kama mimi ninayo au sina. Kwa nini? Watu wamezoea kujumlishana kwenye mambo mabaya. Mtu yeyote anayekwambia kwamba unachokiamini hakiwezekani, ni wewe utaamua kwamba kiwezekana au kisiwezekana. Watu milioni 1 wakikwambia hauwezi, lakini wewe kaamini kwamba unaweza, itawezekana. Lakini watu milioni 1 wakakushangilia kwa kwambia unaweza, wewe kaamini kwamba hauwezi, haitawezekana. Mtu wa kwanza anayezuia ndoto yako sio mazingira nje. Mtu wa kwanza anayezuia ndoto yako sio mzazi wako wala sio serikali. Mtu wa kwanza anayezuia ndoto yako ni wewe mwenyewe. Ndio maana tunaweza tukazaliwa kwenye familia moja, tunaweza tukasoma shule zinazofanana na mazingira yanayofanana, lakini matokeo yetu yatakuwa tofauti. Kuwa na ndoto kijana, kuwa na ndoto kwa ajili ya kesho yako. Ukifumba macho namna hii, jione kesho unakwenda wapi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, juzi hapa nilikuwa naingia pale bungeni, askari mmoja akaniita pale getini. Akaniuliza nakumbuka, akapenda pale na kusahau. Akaniambia mimi nilikupiga picha, ulikuja hapa bungeni na mwenzako, ukasimama hapa ukaniomba ruhusa kupiga picha kwenye hili jengo, ukaniambia siku moja na mimi nitaingia kwenye hili jengo. Sasa nashangaa umeshaingia na umekuwa waziri. Ni ndoto ilikuwa. Na hiyo picha nitaiposti karibuni watu waliona. Niliposti na nimwambie yule askari, kama mimi namwamini Mungu kwamba kuna siku nitakuja hapa, sitakuja kama kutembea. Na sio ile kutembea ili siingia hata kuja kuangalia mazingira ya Mungu. Siweza kuingia ndani. Lakini ndoto huwa inaongea. Ndoto inakupa nidhamu. Ndoto inakupa kuinuka pale mtu anapokuangusha. Ndoto inakufanya uongee mambo ambayo mwingine hawezi kuyaelewa, kwa sababu ni kama umevaa headphone, wewe unacheza muziki ambao usisikii, utaona wewe umechanganyikiwa. Lakini wewe pekee yako unasikia muziki wako. Ndoto yako ndio muziki ambao unatakiwa ucheze, na usiamini mtu mwingine yote anaweza kuambia kitu tofauti. Jambo la pili napenda kuachia vijana wenzangu, kuwa na nidhamu. Kuwa na nidhamu. Jenga nidhamu.
Na kuna maeneo yafuatayo nataka ujenge nidhamu. Kwanza, jenga nidhamu ya muda. Muda ndio rasilimali pekee huwezi kuirudisha na kupotea katika maisha yako. Na sisi wanadamu tuna kipindi cha miaka 0 mpaka 25, huwa tunaita kipindi cha asubuhi. 26 pale ukienda mpaka 49 kinaitwa kipindi cha mchana. Ukianza 50 kuelekea mpaka 75 kinaitwa kipindi cha jioni. Baada hapo ni kipindi cha usiku. Kuna mambo ukichelewa kuyafanya kipindi cha asubuhi, utatumia gharama kubwa kuyafanya baadaye, au utashindwa kabisa kuyafanya. Mambo unaotakiwa kuyawekeza sasa hivi usichelewe. Ndio maana wazee wengi kukutana nao hawajilaumu kwa mambo walioyafanya, wanajilaumu zaidi kwa mambo ambayo hawakuyafanya, kwa fursa ambazo hawakuzichukua, kwa vitu ambavyo hawakuvifanya, kwa fikra zilizokuwa hasi katika maisha yao. Na wewe jenga nidhamu ya kutumia muda wako vizuri. Muda ulionao sio mrefu kama unavyofikiri. Muda wetu wa kuwa na nguvu za kufanya kazi ni mchache sana. Kama wewe una miaka 25, una miaka 20, maana tunazungumzia miaka 20 ijayo, miaka 25 ijayo, unaanza kudecline. Usipotumia muda wako vizuri sasa hivi, utakuja kuwa mzee mwenye hasira, unayechukia watu wanaofanikiwa. Unajua kukutana na wale watu ambao ukicheka kumwangalia unachekesha pale. Ukitembea mwangalia unapotembea anajiona amani. Ni hasira zinazotokana na watu kutofanikiwa kwa kutimiza ndoto zao. Sasa wewe kijana, hivi sio mzee wa hasira, hakikisha umetumia muda wako vizuri. Wekeza kwenye muda wako. Achana na watu ambao kila siku wana maneno hasi. Kila kiamka asubuhi, hii serikali, huyu rais, huyu mbunge, huyu mkuu wa wilaya. Mwingine nilikutana na mtu siku moja na miaka 42, anakuja ananiambia wakati tunafundisha hivi. Anakuja ananiambia, "Bado mbona nisaidie ile nimeshindwa kufanikiwa kwenye maisha yangu." Kwa sababu nilisema wazazi wangu mimi kwa kweli hawajanitunza vizuri, mimi mpaka leo ni yatima. Miaka 42 unajiita yatima? Miaka 42. Maisha hayana tabia ya kuwafanikisha watu kwa kuonea huruma. Maisha yanakufanikisha kwa kufuata kanuni ambazo zipo, unatakiwa uzifuate. Jenga nidhamu. Tumia muda wako vizuri. Usipoteze muda wako. Unaenda kwenye mtandao, unaangalia nini? Unamfollow nani? Unajifunza nini? Kila unachojifunza, Waingereza wanasema garbage in, garbage out. Uwezi ukaangalia mambo negative, wewe ukabaki kwa positive. Haiwezekani. Uwezi ukakaa na watu wa mbea, wewe usiwe mbea. Haiwezekani. Siku ya kwanza utakaa kimya, siku ya pili utasema siku ya tatu itabidi na wewe uchangie kwa sababu tunaonekana unawanyonya wenzako. Ambatana na watu positive. Niwaambie, nchi hii miaka 5 ijayo tutasimama hapa, kuna mamilioni ya vijana watatoka hapa Shinyanga. Amua wewe mmoja wapo. Usikae pembeni unasema kuna watu wameandaliwa, kuna watu watakuwa. No, jenga nidhamu kwenye maisha yako. Dunia ina tabia ya kuchagua nani afanikiwe na nani asifanikiwe, na uchaguzi huo hautokana na jina lako, dini yako, jinsia yako au historia yako. Uchaguzi huo unatokana na nidhamu uliyoijenga. Jenga nidhamu. Eneo la mwisho, focus. Ukiamua jambo lako, usikubali kurudishwa na watu ambao hawajui wanakoelekea. Ukiamua jambo lako, amua kuwekeza nguvu katika ulichonacho. Kama waziri wa maendeleo ya vijana. Lakini miaka michache ijayo, kuna watu wengi baadhi mtatoka huko. Mtakuwa mnakutulia vijana hapa. Maana yake ni jiandae. Mafanikio ni fursa inapokutana na maandalizi. Ukiwa hujajiandaa, hata tukaleta mabilioni mengi hapa Shinyanga, kama hujajiandaa huwezi kuitumia. Kila siku nilikuwa naambia watu, jamani, fedha za mama zinakuja, jiandae, weka wazo, anzisha kikundi, usisubiri mpaka zimefika ndio unaanza, utakuwa ushachelewa. Lift na mkuta mtu aliyoko barabarani, haimkuti mtu aliyoko nyumbani. Kwa hakikisha umejiandaa na umefocus. Nataka niwamalizie kwa mfano huu kwenye eneo zima la focus. Siku moja walikuwa kuna watu wanapita mahali. Walikuwa wanapita, kukawa kuna ukuta, alafu kule ndani watu wanaimba, wanashangilia, wanahesabu. 13, 13, 13. Walikuwa wanapita watu watatu. Mmoja akasema anataka nione huko ndani wanahesabu nini? Wale wenzao sisi tunajua tunataka kwenda. Hebu twende tukamalizie kazi zao. Sasa hapana bwana, nataka nione nini? Wakaendelea kuhesabu 13, 13. Kulikuwa kuna tundu ndogo hivi. Akaenda akachungulia. Alipochungulia
akachoma kisha ncha kali, jicho likatoboka, wimbo ukabadilika 14 14 14. Kumbe zile 13 ilikuwa ni watu walitobolewa jicho. Kwa kushindwa kufocus kwenye mambo yako, utatobolewa jicho, utapata pancha kwenye maneno yako, utaishia kuzeeka kabla ya umri wako. Focus, amua unachokitaka, pambania unachokitaka. Baada ya maelezo haya, natamka rasmi kwamba jukwaa linalojulikana kama Vijana Platform mkoa wa Shinyanga limefunguliwa rasmi. Asante kwa kusikiliza. Naomba tusimame wote, tusimame.